mtazamaji, karibu tena. It is an happening Sunday ndani ya Oyomito. Kumbuka leo niko na wageni wangu hapa, tuko pamoja. Pia kumbuka tuko pale live Facebook at TV Oyomito. Rusha komenti yako pale uweze kuwauliza maswali. Wako hapa nasi, tutaenda kuwajua zaidi. Tuanzie kutoka upande wangu wa kulia. Unafahamika kama nani? My official name naitwa Ronald. Ronald. Yeah. Ronald nani? Ngao. Yeah. Huyu Ronald nani? Ronald ni kijana ambaye amezaliwa katika kaunti ya Nyamira na akalelewa katika maisha ya Ukristo. Yeah. From an humble background. Hivyo umesema kwenu ni Nyamira. Yeah, Nyamira County, Matongo sub location, Kiumanga village. Leo watu wa Nyamira, kuna mtu wenu hapa katika Oyomito TV. Na upande wangu wa kushoto unafahamika kama nani? Kwa majina anaitwa Faith Kemunto, I'm from Nyamira. Venye amesema. Faith Kemunto kutoka Nyamira. Mko mandugu? We are just cousins. Cousins. Nimefurahia sana kuwajua. Ambia mtazamaji, wewe nani kwa uimbaji? Unaimba kwa kwaya ama unaimba kibinafsi? Okay, mimi naimba nyimbo za kibinafsi. Najulikana kwa pale YouTube, najulikana kama Ronnie B. That's my YouTube name, Ronnie B. Unasenipata as Ronnie B. So I sing as a solo artist. Yeah, naimba kama nyimbo za kibinafsi. Sio kwaya. Na wewe je? Pia mimi naimba nyimbo za kibinafsi huko YouTube, unaweza nipata na Fakemi. Hata kwa kwaya huwa naimbanga. Wewe pia kitu tu hivi mtu watu wakiniita kama kwaya fulani naenda na wachazia hizo sauti. Yeah, she's good. So wewe unafanya uimbaji lakini unasaidia wengine? Yeah, naweza saidia hata wakiniita tu hivi. Sasa kuna wimbo umetoka hewani unaitwa Niguze. Nini iliweza kufanya mkauimba pamoja ama background huo wimbo ni upi? Okay, hiyo wimbo Niguze for the real kwamba watu tunapitia mambo mengi. Watu tunapitia mambo mengi na huwezi sema mambo yote tunapitia na Mungu anajua. So tulikuwa na pastor, there's a pastor mwenye anaitwa Pastor Andrew, anapatikana from Sirunga. Yeah, so huyo pastor tumekaa naye for a long time. Now we used to pray for each other. Tulikuwa tunaweka shida zetu kwa meza, tunaomba sana. So as we kept on praying, hiyo wimbo ndio ikakuja like Mungu niguze niweze kupona, because we have a lot of problems. By the way. Yeah, so we started slowly developing, ndio tukaanza kuimba hiyo wimbo niguze Mungu wangu niweze kupona. Yeah, and that song came up finally, tukasikia ni wimbo tamu na inaguza, and we decided to record it. So hiyo ndio wimbo wako ya kwanza? Yeah, that was the hiyo ni wimbo ya pili. Wimbo ya kwanza ni hiyo ya kuna wimbo ya Kikisi inasema Mbangerama ya tata. Mbangerama. Sasa nataka mchape vocal moja safi. Niguze kwa pamoja. Niguze. Okay. We can twende. Niguze, 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 nikapone, niguze, 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 nikapone. Wimbo ni safi, is a praise and worship. So kwa sasa hivi mweza kuimba nyimbo ngapi mkiwa pamoja? Tukiwa pamoja tuliimba hiyo Niguze, alafu kuna hiyo yenye nimeimba Mbangerama ya, bado she was on the backup. Mbangerama ya. Tutaenda kusikiza muda si mrefu. So katika uimbaji wenu, ni changamoto zipi zimeweza kukukumba we kama muimbaji? Okay, changamoto the first of all najua financial is the main problem. Financial. Yeah, financially ndio ilikuwa the main problem from the start. So like ulikuwa unapata we can arrange tuone tutoe audio. After the audio kifika mambo ya video mtu unakuwa mambo mengine tofauti. Unakuwa inakuwa mambo tofauti. So that is the first challenge. Alafu kitu kingine ya pili kupata like mtu wa studio akuelewa, unajua like you can go and explain there at least tupate mtu anakuelewa. So I thank God because by that time nilikuwa na producer mwenye alikuwa anaitwa Donze Obed. Yeah, he came up akajaribu kutuongelesha akatutia moyo. Yeah. So na uimbaji wenu kwa sasa umesema kwamba
mmeweza kuimba nyimbo mbili kwa pamoja. Ni kipi kile kitu gani kile uliweza kuona ni bora kuimba na mwanadada mwenzetu hapa? Okay, huyu mwanadada kitu ya kwanza tumelelewa na yeye kutoka primary school. Tumekuwa na yeye primary school, tumekuwa na yeye, so tumekuwa tukiimba kwanza from the church. Tukiwa kwa kwaya pale tumeimba kwa kanisa. So tumekuwa pamoja for a long time. Okay. So na ni kitu gani kile kiliweza kukufanya wewe kama Ronnie B uweze kusema wacha niimbe gospel bali si secular music? Ni kitu gani kile kiliweza kukuvutia zaidi kwa muziki wa gospel than secular music? Okay. So vile nilianza kwa introduction when I was nikiwa mdogo, mamangu alinilea katika maisha ya Ukristo. So nikiwa mdogo alinifundisha Sunday school. Akaniambia nataka kuenda Sunday school. So nikafuata hiyo njia. Nikafuata njia nikiwa pale Kiomanga PG. Nilikuwa pale za youth, tukaimba kwa youth choir. Nilikuwa huko as a mission boy kwa kanisa. Nilikaa na Pastor Kenyanya na Pastor James Mugambi. I was there with them. So nikalelewa hiyo maisha ya Ukristo. So nikakuwa na hiyo na development permanent sasa nikakuwa na hiyo. So au ungeweza kuimba secular? Unajua okay, kuna watu wengine kama mimi wanapenda injili but wana prefer kuimba secular music. Okay, so kitu tunafanya kupenda secular. There's kuna channel ya maisha nimepitia. Vile nimepitia kuna vitu Mungu amenitendea mingi. Mungu amenisaidia actually kama kuna mtu akona ushuhuda, niko na ushuhuda Mungu amenitendea mambo mingi. If I can't explain it, but if I can tell you more about me, at least you can see that God is doing something great kwa maisha yangu. That's why watazamaji wanakutazama. Huo ushuhuda ndio tunataka leo. Unajua kuna watu huko wengine pale nyumbani wenye wamekwazika na vitu vingi sana. At least unajua kwa mtu anaweza sikia story yake aseme afadhali yangu si ngumu sana kuliko yako. Inampa moyo kwamba azidi kusonga mbele. Hebu tuguzie juju about your background life. Briefly, mimi kwa maisha yangu vile nimezaliwa nikakuwa mkubwa. Nimekuwa na a very tough challenge on sickness. Nimekuwa na issues with health issues nikiwa mdogo. Zikanifanya nikaslide back sana even kwa mambo ya masomo. So I was just close to God to Mungu anitendee. Na nashukuru Mungu because nilipitia madawa sana, nilipitia hospitali sana. Nikiwa on mostly kwa my primary school. Nilikuwa tu mtu hospitali, hata nikiwa shule I was to school hospitali ndio shule. So like nilikuwa na hiyo health challenge. But after vile nilifika around class 6 like Mungu akanitibu tu once. By the way, hapo ndo sasa uliona mkono wa Bwana. So mambo na ugonjwa ikakaa kando kwanza. Hiyo time Mungu akaondoa tu one time. Nikaona tu sasa njia yangu ikaanza kunyooka. Turejee kwa mwanadada mwenzetu hapa. Wewe nini kilikuweza kukuvutia zaidi katika uimbaji? Huku sema sitaki kwenda kupiga vocal kwa secular music but let me come nipige vocal kwa gospel. Nini iliweza kukuvutia zaidi? So hapa hivi kwa gospel yani ni kama tu sacha tu niseme ni kama ushuhuda. Naweza lala tu hivi kitu nikujie tu kwa akili yani. Lakini sasa secular unajua hata nikisimama tu kwa studio hivi kushika hiyo mic kuimba ni pin yenye inakuja. Lakini sasa nikisema ni gospel yani mambo tu inajileta kwa akili yani naimba tu hata bila kuandika. Sasa unaona lakini secular hata nikisimama tu nisema acha nijaribu. Hapo yani hakuna anything yenyewe. Hakuna yenyewe kitu inaweza ingia. Lakini worship hivi kama vitu za Mungu hivi nazo zinajileta tu kwa akili yani. Najipata tu nimerekodi hivyo. Kweli kabisa. Hiyo ndio kinaitwa kipawa. Kwa sasa umeweza kutoa nyimbo zako kibinafsi ama bado hujaweza kujisimamia? Bado sijaweza kujisimamia lakini as time goes by naona Mungu atatenda tu yani ile imani yenyewe niko nayo. Mungu atatenda. Sasa wewe Ronnie B,
utunzi wa nyimbo zako unakuja kwa njia gani? Okay, mimi kufikia mpaka nianze sasa kurecord, before nimekuambia tumeishi tukiimba kwaya, and I'm a keyboardist, wanacheza keyboard, and I can compose a song. So tukiwa kwa kwaya sometimes walikuwa wanakwama, inahitaji like to compose, napata like inakuwa na hizo flows. Tukipewa topic fulani tuunde wimbo, nikicheza hivi napata flow inaingia, napata nimecompose wimbo na watu wameipenda. Sasa nikasema kama naweza compose wimbo watu waipende, can I try mine? Ndio nikaanza kujaribu hiyo wimbo Mbangera Mayatata. Mbangera Mayatata, Mungu nipangie mema. After nikamuita Faith, tukakaa chini tukacreate hiyo wimbo, tukamaliza, tukaenda kwa Sam Studio iko pale Nyamstown, tukaimba hiyo ngoma. Na ukweli hiyo ngoma Mbangera Mayatata, Mungu nipangie mema, and trust me. After that song, hiyo wimbo bado it is there, sijaifanyia video, but iko pale YouTube. Ukiangalia YouTube Mbangera Mayatata by Ronnie B, iko pale, sijaifanyia video, but ndio wimbo ya kwanza, bado iko huko ni audio, but zingine zenye nimetoa nyuma nimezifanyia video, but ile bado iko audio. Mbona hujaifanyia audio? Hiyo nataka kuifanyia video special. Actually ndio naenda kufanyia video mwezi wa 4. Ndio ile kuintroduce sasa kwa muziki. Ndio introduce na after that song Mbangera Mayatata, trust me, Mungu alinifanyia mema. Mungu ni mwema jamaa. Unajua there was a challenge, like hii wimbo ilikuwa Mbangera Mayatata, then something generated Mbangera Maya in between the chorus, unaona, and we did not realize. Ukakuja Korea. Mimi ninaomba Mbangera Mayatata, Mbangera Maya, Mbangera Mayatata, Mbangera Maya, Mbangera Mayatata, Mbangera Maya. So it came up, Mbangera Mayatata, Mbangera. So ameshanipangia already. Ameshakupangia. Yeah. And as I stepped out, ikaanza kuflow. Na I can tell you from that time, nimeona mkono wa Bwana. I've done a lot of things. Mungu amenipeleka mpaka penye sikuwa kwa maisha yangu sikuwafikiria kama ningefika. Kweli kabisa. Wacha jina la Mungu lizidi kuinuliwa. So wewe au nyimbo zako azikuje maybe kwa personal experience ama live experience, ama tuseme hata azikujangi kwa ndoto? Okay, mostly mostly I can be sleeping, then I get a chorus like a verse. Unasapo nimelala hivi, upata hata wimbo ya shukrani inakuja. For example, like there is a time maybe mimi after high school nilistruggle sana na maisha. Nilistruggle na mjengo, mara bodaboda, unapata hata ukiwa kwa bodaboda accident ndio hiyo, Mungu anakuokoa, unapenya. So ukiwa umelala unapata wimbo ya shukrani inakuja. Then immediately unasikia hiyo, ninaamuka, ninachukua simu, I record the audio, because nikilala asubuhi nitasahau. Ukweli kabisa. Naamuka na record hiyo audio, na record hiyo stanza yenye imekuja, na simu hapo. Then asubuhi nikiamka naisikiza, then I sit down now, naangalia hiyo wimbo nitaiweka aje, I fix in and bado the full song. Kweli kabisa. So kwa ulianza kuimba ukiwa darasa lipi ama ukiwa umri upi? Okay, kwa kuimba kibinafsi. Kwa kuimba kibinafsi nimeimba nikiwa hiyo ni after high school. Hiyo ni after high school, so like nimeimba wimbo ya kwanza hiyo Mbangera Maya, it's okay 2 years ago, so by now it's 2 years time niko kwa ministry. 2 years time. Yeah, it's 2 so years. Uko shuleni au uko maybe unafanya kwa kwaya? Kwa kwaya niliishi kwa kwaya sana. Niliishi kwa kwaya, nimekwambia tulikuwa na kwaya. We have a very strong youth choir pale kwa Manga PG. Tulikuwa have a very strong choir. Tuko na mwalimu huko anaitwa Movat. It's a very good teacher na train nyimbo we use. Okay, yeye ndio mentor wa sauti zetu. Pastor Movat, namshukuru sana penye alipo. Is a very good mentor kwa voice set, yeye ndio atubaenda sauti. Kweli kabisa. So how was the experience pale shule? Maybe ulikuwa unaimba, ukiambiwa unajua kuna wale wenye wajisikia vizuri. Kuna wale wanafunzi wanakuambia mara juu ati unaimba, umesahau ulikuja kusoma, ukasahau kusoma, ama wale walimu wanakuambia ulikuja shule kusoma. What were your experience at that time? Mimi kwanza nikiwa primary school, kuna PPI, I think unazijua zile tunafanya Friday kanisa asubuhi. Hizo nini mimi ndio nilikuwa nasimamia. Tukienda huko tukiimba, mimi ndio nilikuwa nahubiri. Hakukuwa na negativity. Negativity ipo, watu wanakucheka, nakwambia hata there is a day tukiwa kwa games time jioni, tukiwa kufunga shule, tukaambiwa tusome fast na wakachagua nisome. Tukiwa Manga primary, I remember nilifungua Hosea chapter 1 verse 1, huko mali nasema Mungu alimwambia Hosea aenda aoe mwanamke kahaba. Kuna madam anaitwa Madam Susan. She's a very good madam. It's like ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kusikia hiyo verse. Alisimama akaniambia ngoja.
ati hebu rudia, ati Mungu akamwambia Hosea nabii enda uoe kahaba. Akasema ngoja hiyo fasa I have to confirm kama ni ukweli kwa Bible ama unatodanganya. And she confirmed na akapata iko kwa Bible. So then I went to high school. Bado high school I was the YCS leader. Nilikuwa bado nahubiri nikiwa high school. Then niliingia boarding school katika Gekonge High School. I salute you watu wote wa Gekonge High School. They can give evidence. Nilikuwa nahubiri shule mpaka vile nilimaliza form 4. Mimi nilikuwa YCS leader. Kweli kabisa. Yeah. Sasa apart from singing, tuseme apart from singing, what else do you do? Unajua singing maybe inakuanga part time. Yeah, part time. Yeah. What do you do from apart from singing? Okay, for a living you mean, right? Okay, so nikiwa by that time by hiyo time nilianzia kuimba. By that time nilikuwa napiga boda mara niko mjengo. Okay, I was just a normal hustler. Yeah. Then I kept praying God, nikaambia Mungu nisifanye hii kazi yangu isiende bure. Do for me something great. So nilikuwa nikienda kanisa tukiimba na huyu Pastor Andrew, alikuwa ananiambia Ronnie B, I see something in you. Naona kwamba kuna kitu Mungu amekuwekea ndani yako. Na nimeona ukipanda ndege utaenda nje zaidi kufanya kazi. Amen. Nilikuwa tunashika hivi nasema Mungu wangu, hiyo prophecy is very great. Na kwa sababu it is not easy. Kindly God make it easy because najua for you God there is nothing impossible. Yeah, and it went on, it was just like a joke. It was just like a joke. My sister akatravel akaenda Saudi Arabia, my sister anaitwa Nancy. Then from there akaniambia what if we try ni kuconnectia uende Qatar ufanye kazi. Kamwambia it's a good chance and we tried. Na Mungu akafanya maajabu. Amen. And I traveled to Qatar, I've been working there. And for your side najua bado hujajua actually. Bado sijajua. Unajua mimi nimejua hapa tu. Ni sasa hivi mmeniambia nimeshangaa kwenda Ronnie B tunaongea akiwa maybe. Yeah, so for the time we have been communicating siku wa Kenya. Qatar actually nimetravel jana ndio nimekuja Kenya. So vile tunaongea na wewe jana unashinda ukiniuliza uko wapi na kwambia niko Nairobi. Hiyo time ndio nimeland. Nikikwambia niko Kisii, that time ndio nimeland Kenya. Well, congratulations bro. Congratulations. Actually I thank God. Yeah, because kwa maisha yangu sikufikiria kama naweza panda ndege like. Yeah, but I thank God because he has done it. He has done it. Unajua kuna kile kiwango Mungu anaweza kuweka. At least kuna kile kiwango Mungu anaweza kutoa ambako ukijiuliza ni mimi kweli huwezi amini. Na wewe upande wako umemaliza kusoma ama bado unaendelea kusoma? Hapana, nilimaliza kusoma. Ndio nilifanya form 4. So like I've been hustling out there. Niko tu kwa swaso kidogo. Kweli kabisa. Sasa tukuje kwako. Mentor wako wa muziki anaweza kuwa ama yule mwanamuziki ambaye unaweza tamani kupiga naye collaboration. Ni nani yule? Napenda Veni Kerubo sana. So like tukichapa na yeye. Na Veni Kerubo wako anapendwa jamani. Unajua kuna pia mgeni nilikuwa naye last time hivi, alisema pia mentor wake ni Veni. So Veni ni kama anakubalika. Veni Kerubo. Yaani songs zake tu zinanipenda. Naona tu tukichapa collab na yeye hapo itakuwa tu sawa like. Kweli. Umepanga mambo ama bado? Ama ndo unaendelea tu kuchonga vitu? Kupanga tu sasa pole. Actually God willing, I myself mimi mwenyewe nilitumia Veni Kerubo message kama ako live kama ata watch angalia kwa WhatsApp yake. Nilimtumia message nikamwomba collab. Veni Kerubo. But haja respond. Ana kumpigia simu leo nitampigia. Although nimeongea na wengine, nimeongea na Eric Mwaniki nikamwomba collab, yeye alikubali na ningoja. Actually Eric Mwaniki is waiting for me. So soon tutatoa ngoma yetu na yeye. Wewe na Eric Mwaniki. So watazamaji waendelee kukua ready. Yeah, just kwa kitu kipya. Something will drop soon. Yeah, Ronnie B featuring Eric Mwaniki. A very nice song. Napenda sana nyimbo za shukrani because in my life naona tu Mungu anazidi kunitendea. Mungu anazidi kukutendea. Nasikia tu niimbe tu nyimbo za sifa shukrani. Yeah. Mungu anakutendea. Maji mimi nawaona kiwango kingine by the way. Na hii ushirikiano mko nao usitoke kati yenu. Juu kuna mimi worship nimesikia hapo uniguze. That song is really nice. Mpaka at least nilikuwa naisikiza some point. It is a good song by the way. Kwa ajili ya muda naomba nipitie pale katika mitandao yetu ya kijamii nisikie wenye wako tuned in. At least unajua waseme ati tumewasahau. Anaitwa Eric Osoro from Kisii UKTK na maana nini? Kisii County and ako tuned in. Anasema Kalen Osinde kutoka Nyamakoroto ako ndani. Douglas Atika Nyagisa Nyakoe locked in. Anasema Henry Ochoki
ako tuned in, Kevin Kombo ako tuned in, Andrew Matundura ako tuned in, anaitwa Emmanuel Mwaga Omoteri Emmanuel Mwaga Korwa Getenga ako tuned in pia. Na wale wote wanaendelea kutufuatilia pale katika mitandao yetu ya kijamii. Na washukuru sana. Kumbuka tuko hapa kutoka muda wa saa moja hadi muda wa saa 3. Hata kama muda wetu umeyoyoma pale, unajua kuna pia mgeni mwingine anaingia kidogo. Anaendelea kutusubiria pale nje. Najua kuna wale wenye wameweza kuambia kutoka nyumbani, mkifika studio jamani, msikose kutusalimia. Wapo wengi. Mtaweza kupigwa mawe jamani. Wapo wengi, kama kuna mmoja najua ananingojea. Wapo wengi. So anangojea uteleze tu hivi. Ngoja tu kesi. Quick kesi. Yeah, so nianza from home. Salimia my father James Nyangaunya Taige. Then my brothers Dennis, Dominic and Onyancha Chofrey. My sisters Edina, she's an evangelist pia ni mwimbaji. Yeah, evangelist Mora. Pale YouTube unaweza check her. Alafu na my sister Nancy, Evelyn from Western Eldoret. So na watu wote wa kijiji Kiomanga Ekenyoreki Manarakwani. Yeah, Mungu awabariki sana. You have been good people to me. And then nikienda outside niende nisalimie pastor wangu, Pastor Kefa, Pastor James, Pastor Andrew, Pastor Robert Gisemama wa PG na pastor wote nimewasalimia. Then nikienda to the upload, I send my greetings to my lovely Delphine Ogao. Najua she's live. Najua hata kutuma comment sababu mimi sijafuatilia vizuri. Delphine Ogao, najua comment yake kwa hapo, she's live, she's watching us. Namshukuru sana, she's good, she's supporting the ministry and I thank God. And my friends from Qatar. So unajua hujaweka kitu vizuri jamani. Hii kitu hujaweka vizuri. Mchele ni nini? Next year. Okay, probably next year nitakuita harusi. Next year. Yeah. So this year ujipange vizuri. This year ni mambo tunapanga and God willing hiyo harusi itakuwa live Oyo Mindo TV. Amen. Yeah. Tutakuwa hapo pale. Yeah. Kama mimi unajua mchele ni kitu ya maana jamani. Mchele utakula. Mchele nitakula. Tunaisubiria sana kwa gam na gam. Yeah. Na wewe unajua kuna mwenye alikwambia umsalimie. Yeah. Nani yule? Salamu zangu kwanza nazitoa nyumbani huko, nasalimia mamangu Naomi Maganya Ncheko, alafu na shows wangu Teraso Ncheko, alafu na manti zangu zote. Alafu nisisahau kutuma salamu katika kanisa la Mosaja RIC, alafu na my friend wangu wote na abantu beke nyoro na bakwa ni Rubansi ama Igabo Ikire. Ama Igayo. Yeah, before I forget, I have friends wenye wamenituma from the bado wenye tunafanya na wao kazi. Niko na Alphonse na kusalimia, Kevin na kusalimia, Edwin, wale wote wenye tunafanya kazi na wao. Recho nimekusalimia. Salimia watu wote wenye mnaniwatch nao kutoka the upload. I greet you na wapenda sana and thank you for your support. By the way. Unajua marafiki mazuri sana. Dereva wangu anaitwa Mr. Right. Mr. Right. Greetings. Kweli kabisa. So nataka mmalize hiyo song yenye uitoa ya kwanza kabisa. Bangira Maya. Yeah. Mchape tu vocal kidogo tu, then tukiendelea kukaribisha mgeni wetu mwingine. Bangira Maya tata, Bangira Maya. 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 Bangira Maya,
watapata. Heri wamtumaini Bwana, wamtumaini Bwana. Heri wamtumaini Bwana, baraka watapata. Vijana wamtumaini Bwana, wamtumaini Bwana. Wazee wamtumaini Bwana, baraka watapata. Heri wamtumaini Bwana, wamtumaini Bwana. Heri wamtumaini Bwana, baraka watapata. Wamama wamtumaini Bwana, wamtumaini Bwana. Heri wamtumaini Bwana, baraka watapata. Heri wamtumaini Bwana, wamtumaini Bwana. Heri wamtumaini Bwana, baraka watapata. Kisa cha yule mwanamke aliyetokwa na damu kwa miaka 12. Jamani, aliposikia Yesu anapita, alikimbia kwake, akauza pindo lake na akapona. Heri wamtumaini Bwana, wamtumaini Bwana. Heri wamtumaini Bwana, baraka watapata. Heri wamtumaini Bwana, wamtumaini Bwana. Heri wamtumaini Bwana, baraka watapata. Pia na yule mwanamke kwa jina Ana aliyekuwa akiomba apate mtoto hekaluni. Alienda usiku na mchana kumuomba Mungu Baba mtoto. Mungu akasikia kilio chake na